Asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini usipoomba toba, kurudi nyuma, ukumbuke ni wapi ulianguka. Kwenye usaliti, ni wapi ulianguka? Wengine wanasaliti ndoa zao. Mnafunga tu ndoa tayari yuko na wanawake nje. Hiyo ni roho ya usaliti. Ndoa hazipo tena sasa hivi, ni chache sana. Wengi walishavunja ndoa, wakienda kutembea na wake zao ni kuwazini tu wake zao. Kwa sababu walishasaliti ndoa sana. Roho ya usaliti. Roho ya usaliti ni nyingi sasa hivi. Mekalili kuona eti Yuda alimsaliti Yesu wakati wewe mwenyewe unasaliti ndoa yako kila siku. Unasema Yuda alimsaliti Yesu wakati wewe mwenyewe unasaliti kanisa kila siku. Unamsaliti Mungu kila siku. Mungu amesema mume na mke. Hajasema mume na wake. Amesema mume na mke. Angalia, uko na ndoa na mke wako tangu umeoa mke wako. Umetembea na wake wangapi tangu umeoa mke wako? Umemsaliti mara ngapi? Alafu nasema Yuda ni msaliti. Wewe ni msaliti mara ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anasema usipotubu aja. Usipotubu aja, hata kiondoa kinara atampa mtu mwingine. Alafu taanguka vibaya sana. Yuda alipoanguka alianguka vibaya sana. Biblia inasema kikao chake kibaki ukiwa, kwa maana alianguka akapasuka matumbo yake. Alianguka vibaya sana. Usipotubu utaanguka vibaya sana sana. Tubu. Neema ya Bwana Yesu iko nje. Tubu. Damu ya msalaba haijafunikwa bado. Lango halijafungwa bado. Tubu. Angalia ni wapi umeanguka. Usiangalia yaliyotokea mbele, angalia chanzo ni nini mpaka yakatokea mbele. Ungesimama na Mungu singeweka usaliti kwenye kanisa. Ungesimama na Mungu singeweka usaliti kwenye huduma. Ungesimama na Mungu singeweka usaliti kwenye ndoa, yasingekupata anayokupata. Bwana Yesu asifiwe. Twende tukasome kitabu cha Matendo ya Mitume 1 kuanzia mstari wa 24. Utaelewa hicho ninachokuambia. Usipotubu, Mungu anakuondolea kinara. Mungu anakuondolea huduma. Mungu anakuondolea kalama. Mungu anakuondolea ndoa. Mungu anakuondolea watoto. Mungu anakuondolea fedha, anakuondolea utajiri, anampa mtu mwingine anaweza kumheshimu na kulitunza agano lake. Mungu hapendi mtu msaliti. Kuna watu Mungu amejaribu hata kusema nao kwamba acha njia zako, rudi kwangu, hawajasikia. Nakwambia Yesu alisema na Yuda. Akaambia, anayenisaliti yuko hapa. Ni heri asingalizaliwa. Yuda angekuwa na roho ya kusikia, asingemsaliti Yesu. Angetubu saa ile ile kwamba ni mimi Bwana. Lakini Yuda hakutubu kwa sababu alikuwa na moyo mgumu, alikuwa na moyo wa jiwe. Toa moyo wa jiwe ndani yako mpendwa, Yesu anakupenda. Toa moyo wa jiwe ndani yako, mrudie Bwana, atarejesha kinara ndani yako. Atarejesha kofia ya ubaba juu yako. Atarejesha kofia ya huduma juu yako. Usipotubu, Mungu anakuondolea kila kitu. Ukiona kuanguka kumeanza hatua ya kwanza, ujue utaanguka kila mahali. Ukianguka kwenye familia, utaanguka kihuduma, utaanguka kifedha, utaanguka kiafya mpaka ukwishe. Ukiinuliwa kifamilia, utainuliwa kihuduma, utainuliwa kalama, utainuliwa baraka, utainuliwa uzima. Mungu ana utaratibu. Mungu wetu ana utaratibu. Usikurupuke tu mbele za Mungu. Kama hujafundishwa, kaa chini wa kufundisha neno la Mungu. Soma Biblia. Omba sana Mungu, kuna vitu atakufunulia. Wewe mwenyewe maombi upendi. Neno la Mungu usomi. Hata ukihubiri, kuna wengine wanahubiri kwa kukalili maandiko. Hiyo ni roho ya usaliti na kutafuna. Siku zote mtoto wa Mungu analiishi neno la Mungu. Anasoma neno la Mungu, analikula neno la Mungu, analifanya ndio chakula chake. Wewe neno la Mungu upendi. Unapenda nini? Unapenda maneno ya kidunia kuliko neno la Mungu. Ni roho ya usaliti na kutafuna. Ukiona mtu yoyote anapenda maneno kuliko neno, ana roho ya Yuda ndani. Mtu mwenye roho wa Mungu ndani siku zote ulipenda neno la Mungu. Lakini mtu mwenye roho ya Yuda ndani siku zote hupenda maneno, kwa sababu hata Yuda alipenda maneno. Ndio maana alikuwa anamdauti Bwana kila nyakati. Alikuwa anamdauti Mungu kila hatua. Jifunza kupenda neno la Mungu. Epuka maneno, penda neno. Umeyafanya maneno kama chakula, umeyafanya maneno kama silaha. Maneno yanapita, neno la Mungu halipiti. Twende tukasome kitabu cha Matendo ya Mitume 1. Matendo ya Mitume 1.
Yes, Matendo ya Mitume 1 kuanzia mstari wa 16. Matendo ya Mitume 1 mstari wa 16 inasema hivi: ndugu, ilipasa andiko litimizwe alilolinena Roho Mtakatifu zamani kwa kinywa cha Daudi katika habari ya Yuda aliyewaongoza wao waliomkamata Yesu, kwa sababu alikuwa amehesabiwa pamoja na sisi, akapata sehemu ya huduma hii. Ikiwa wewe unatumika mbele za Mungu, nimekwambia haijalishi unatumika kwa position ipi. Hata kama sio mhubiri, ni muumini tu. Najua ukiwa muumini basi ni mtoaji. Kama sio mtoaji basi mpatanishi. Kama sio mpatanishi basi una hekima, unafundisha watu hekima. Kama sio unafundisha watu hekima, ni mzee wa kanisa, shemasi. Hizo ni karama. Ni utume huo. Aliyekuwa akapata sehemu ya huduma hii. Basi mtu huyu alinunua konde kwa ijara ya udhalimu, akaanguka kwa kasi, akapasuka matumbo yake yote yakatoka. Ndiyo. Ikajulikana na watu wote wakaao Yerusalemu, hata konde lile likaitwa kwa lugha yao Akeldama, maana yake konde la damu, kwa maana imeandikwa katika chuo cha Zaburi, kikao chake na kiwe ukiwa, wala asiwepo mtu mwenye kukaa humo. Basi katika watu waliofuatana nasi wakati wote Bwana Yesu alipokuwa akiingia na kutoka kwetu, kuanzia tangu ubatizo wa Yohana hata siku ile alipochukuliwa kwetu kwenda juu, inapaswa mmoja wao awe shahidi wa kufufuka kwake pamoja nasi. Wakaweka wawili, Yusufu aitwaye Barsaba, aliyekuwa na jina la pili Yusto, na Matia. Kisha wakaomba wakasema, wewe Bwana ujuaye mioyo ya watu wote, tuonyeshe ni nani uliyemchagua katika wawili hawa ashike mahali katika huduma hii na utume huu alioukosa Yuda, aende zake mahala pake mwenyewe. Shikilia hiyo 25 hii, Matendo 1:25 hii. Anasema ashike mahala katika huduma hii na utume huu alioukosa Yuda, aende zake mahali pake mwenyewe. Wakawapigia kula ikamwangukia Masia, naye akahesabiwa kuwa pamoja na mitume 11. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa tunaona mahala pa Yuda anawekwa mtu mwingine. Mahala pa Yuda msaliti anawekwa mtumishi mwingine. Imeandikwa. Mahala pa Yuda mtume anawekwa mtume mwingine. Mungu ana watu wengi anaweza kuwatumia. Mtume sio wewe peke yako. Mungu ana watu wengi anaweza kuwatumia kutoa sio wewe peke yako. Yesu ana watu wengi. Mimi nawaambiaga hata watu, ukioa kahaba usimsimange kwamba ulikuwa kahaba nikakuoa. Hata usingemuoa wewe, bado Mungu angemuokoa tu kwa njia yoyote ile. Hujamuumba wewe, yuko aliyeumba. Usimsimange kahaba. Usimanga kahaba kwanza hujamuokoa, umempoteza. Mungu anataka tuwaonyeshe wema, uzuri makahaba na sio ubaya. Yesu anapotuokoa sijaona mahali ametusimanga. Wewe ni zaidi ya Yesu, umetufia wewe. Hakuna mwanadamu umemfia wewe. Ulifanyika tu kama daraja la kwenda kuokoa watu, na sio kwa kusimanga watu. Hakuna mahali umemfia mwanadamu wewe. Hakuna damu umeimwaga kwa ajili ya mwanadamu wewe. Mungu ndiye aliyemwaga damu kwa ajili ya watu wake aliowaumba kwa mfano wake. Akapata mateso pale msalabani, akapigwa, akadhalilishwa kwa ajili ya kahaba, kwa ajili ya mchawi, kwa ajili ya huyu maskini, kwa ajili ya huyu mlozi, kwa ajili ya huyu msengenyaji. Mungu aliufia msalaba kwa ajili ya msengenyaji. Ukimuoa au kaolewa naye usimsengenye, usimnyanyase kwa sababu ulimkuta kwenye maisha fulani. Muonyeshe wema wa Yesu aliofia msalabani. Mungu wetu anapotuokoa hajatusimanga. Ametuokoa kwenye mateso, ametuokoa kwenye utumwa, ametuokoa kwenye umalaya, ametuokoa kwenye uchawi, ametuokoa kwenye kusimanga, ametuokoa kwenye watu wameokolewa kwenye position tofauti, wengine makahaba, wengine wachawi, wengine kusengenya. Watu wametoka mbali. Tunaposema tumeokoka manake kuna mahali tumetoka. Iweje tunaposema tumetoka
mpaka mwingine aje kusimange kwa sababu ya kuokoka. Na wakati yeye hakukufia, alitumika tu kama daraja. Mungu usingeweza kuja wewe, kuna mtu Mungu angemtumia kwenda kuokoa wale. Kuna mtu Mungu angemtumia kumwokoa yule kahaba, na sio wewe. Ulitumika kama daraja tu. Kwa sababu ulikuwa umekubali kutumika. Usimsimange mtu kwa sababu Mungu alikutumia. Usingeenda wewe, kuna mwingine Mungu angemtumia, kwa sababu lengo la Mungu ilikuwa ni yule kahaba okoke. Lengo la Mungu ilikuwa ni yule mchawa okoke. Lengo la Mungu ilikuwa ni yule mzinza okoke. Lengo la Mungu ni yule mfiraji okoke. Lengo la Mungu ni kuokoa watu walioshindikana, kuwatoa kwenye jalala, kuwafanya waheshimike. Wewe nani udauti mtu aliyeokolewa? Kahaba ana dhambi, ana vituko sana kuliko vya kwako ulivyovifanya. Kahaba ni mbaya sana kuliko kina Saudi waliokuwa na uwa wakilisu, wanaua mitume. Kahaba ameua mtume nani? Amechinja nani? Wakina Saudi wanachinja, wakina Stefano wanafurahia, anaenda kwa bomoa makanisa. Kahaba amebomoa kanisa gani? Mungu wetu aliwafia hao. Yesu ingekuwa duniani kuna wema kama wewe unayejiita mwema, Mungu asingekuja kufa msalabani. Alikufa msalabani kwa ajili ya kuchukua dhambi za makahaba, kwa ajili ya kuchukua dhambi za wachawi, kwa ajili ya kuchukua dhambi za watu wote wanaotenda dhambi unaowajua duniani. Ndio maana Mungu alikufa. Na ndio maana unahubiri, na ndio maana unaimba, na ndio maana unaomba ili Mungu aweze kuokoa watu. Kwani unaomba? Kwani unahubiri? Kama watu wote ni watakatifu, kama wewe ulivyo mtakatifu, kwa nini uombe? Kuna watu wanafanya kazi ya kuhukumu wenzao. Biblia inasema ahukumuye amekwisha kuhukumiwa, bali aachiliaye amekwisha kuachiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Omba roho ya usaliti ikutoke, kwa sababu isipokutoka utakufa kama Yuda alivyokufa. Yuda alikufa kiroho, akafa na kimwili. Kwa sababu alianza kuiba. Alivyokufa kiroho alianza kuiba sadaka, akamuuza Yesu. Hakutubu, akajimaliza. Alafu huduma yake, utume wake, utumishi wake akapewa mtu mwingine. Hata Sauli alipewa Daudi. Mungu anapoondoa roho yake ndani yake, roho ya shetani inapoingia kwako, usitegemee Mungu mtakuwa na ushirika naye. Mungu anakuacha. Alafu ule utumishi anampa mwingine, ule urais anampa mwingine, ile uzee wa kanisa anampa mwingine, ushemasi anampa mwingine, uimbaji anampa mwingine. Alafu hampi wa mbali, anampea jirani yako, ili uone uweza wa Mungu. Akimpa mtu wa mbali utajua kwamba huyu ndo alichukua huduma yangu. Daudi amepata ufalme wa Sauli, hakutoka mbali. Yule mtu aliyokuwa karibu na Sauli akimpigia Sauli vinanda, ndo huo ufalme ulipinduliwa, kavikwa huyo. Simchezee Mungu. Mungu akitaka kukuonyesha kwamba yeye yukoje, anakupindua alafu anampa jirani yako. Sauli hakunyenyekea mbele za Mungu. Sauli hakutubu mbele za Mungu. Sauli hakuona makosa yake mbele za Mungu, ila alimuwinda Daudi amuue, alafu akafa yeye. Chanda cha Mungu hakipingwi. Ukitaka ukishinda, shuka magotini, omba toba. Mungu ni Mungu wa rehema, anakuachia. Ukishindana unakufa. Walikufa watu mitume, we nani? Bwana Yesu asifiwe. Kufa sio kufa tu damu ukazikwa kaburini. Kifa kiroho ni marehemu. Usihesabu watu walio makaburini ndio wamekufa, hapana. Tuko na watumishi madhabahuni wamekufa. Tuko na waumini makanisani wamekufa, na tuko nao makanisani. Marehemu sio yule roho mochwali. Marehemu sio roho makaburini, hapana. Tunao mpaka majumbani, lakini wamekufa. Ukimkosa roho wa Mungu umekosa uzima, wewe ni marehemu. Na mtu mwenye roho wa Mungu maneno yake yamejaa neema. Mtu asiye na roho wa Mungu maneno yake yamejaa ghadhabu na fitina na visasi. Mtu mwenye roho wa Mungu maneno yake yamejaa hekima, yamejaa msamaha, yamejaa upendo. Ana hekima hata ya kuongea na familia yake, ana hekima hata kuongea na kanisa, ana hekima mbele za watu wote. Afu Biblia inasema na watu wote watawaita heri.
Mtu asiye na roho wa Mungu siku zote amejaa fitina, siku zote amejaa visasi, siku zote amejaa ugomvi, siku zote amejaa matukano, amejaa uwaji kwenye kinywa chake. Maneno yake yakimtoka ni maneno ya kuua na sio kuuisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utaangalia, nimekwambia katika somo hili, utaangalia uko position ipi. Maneno yako ni maneno yapi yanayokutoka? Yanakutoka ya uzima, yanatoka yanayojenga watu uzima, au yanatoka maneno yanayochinja watu? Yanatoka maneno yanayochinja familia. Badala familia inuke inazidi kufa, badala kanisa liinuke inazidi kufa. Kuna watu ni watakatifu madhabahuni tu, ukikutana nao kwenye nyumba zao, ukiwakuta mitaani, mpaka utasema juta hata kumsikiliza huyu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza kuanzia mstari wa Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari kuanzia wa kwanza, inasema hivi. Samueli wa kwanza 15:1. Wakati huo Samueli akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wake Israeli. Basi sasa isikiliza sauti na maneno ya Bwana Mungu. Basi sasa Bwana Mungu alinipeleka nikutie mafuta. Kuna watu Mungu aliwatia mafuta yeye mwenyewe, hakupeleka manabii. Kuna watu Mungu aliwapelekea manabii wakawekea mikono, hayo ni mafuta ya Mungu. Lakini kuna watu walitokiwa na Mungu moja kwa moja wakawekewa mafuta kwa ajili ya Israeli. Israeli ni kiwakilishi cha utakatifu, kwa ajili ya kanisa la Mungu, kwa ajili ya watu wa Mungu ili wafikie. Lakini Samueli anamwambia Sauli, isikilize sauti ya Mungu, uyasikilize maneno ya Mungu na uyashike. Ikiwa Mungu alikutokea akakupaka mafuta, ikiwa Mungu alituma manabii wakakuwekea mikono ukapakwa mafuta kwa ajili ya kazi ya Bwana, isikilize sauti yake yeye aliyekutuma kuifanya hiyo kazi. Kwa sababu hiyo kazi sio yako, ina mwenyewe. Siku zote tunasema aliyeianzisha ataimaliza. Sasa kama aliyeianzisha yupo, usiione ni yako. Na usijisifu kajiona wewe ndio wewe kuliko wengine. Mwenye nayo yupo. Mwanzilishaji na mmalizaji yupo. Jifunze kusikiliza sauti ya Mungu. Kuna watu wanapendwa na Mungu mpaka wanaonywa na Mungu, lakini hawajakubali kumsikiliza Mungu. Angalia mtu ambaye alikuwa na moyo mgumu, hakukubali kusikiliza sauti ya Mungu. Angalia kilichomtokea. Aliondolewa kipawa, aliondolewa mafuta, aliondolewa kofia ya ufalme, aliondolewa roho. Mafuta, nilishawafundisha habari za Roho Mtakatifu, niliwaambia anakupaka mafuta. Kuna mtu aliposhindwa kusikiliza sauti ya Mungu, Mungu alimuondolea roho yake ndani yake. Aliondoa roho wake ndani yake. Mafuta ya utumishi yakatoka, mafuta ya waziri yakatoka, mafuta ya utumishi yakatoka, mafuta ya utume yakatoka, mafuta ya urais yakatoka, mafuta ya ufalme yakatoka, mafuta ya kuwa baba wa familia yakatoka, kwa sababu roho wa Mungu amemwacha. Sauli, Mungu alipomuondolea roho, Mungu alimuondolea kibali kwa kila kitu, kuanzia kwenye familia mpaka ufalme. Nimekwambia Mungu akikuinua na kuinua kuanzia kwenye familia mpaka huduma, mpaka ufalme. Na akikushusha na kushusha kuanzia kwenye familia mpaka ufalme. Sauli alipokataliwa na Mungu akaondoa yule roho, na kwambia Mungu aliamurisha wake za Sauli wakachukuliwa na mtu mwingine, wakabakwa na mtu mwingine. Mungu alimshusha Sauli, mwisho akamuua. Wewe ni nani? Wewe ni nani kuliko mitume waliopita? Wewe ni nani? Hata ujisifu mbele za Mungu. Unajisifu kwa sababu ya huo uzima aliokupea Mungu. Unafikiri Mungu angekunyang'anya huo hai ungekuwa na nguvu ya kujisifu? Hiyo nafasi ya kutumia kujisifu, tumia kumuomba Mungu toba. Tumia kumuomba Mungu msamaha. Utamwona Mungu kwenye maisha yako sana. Acha niendelee kusoma. Tunaendelea Samueli 15:1. Tunaendelea kitabu hicho cha Samueli hiyo wa kwanza huyo. Samueli wa kwanza huyo 15:21. Anasema ikawa watu waliteka
Ikawa Samueli wa kwanza 15:21. Ila watu waliteka nyara kondoo na ng'ombe walio wazuri katika vitu vilivyowekwa wakfu, kusudi wavitoe dhabihu kwa Bwana Mungu wao huko Gilgali. Wakati huo Mungu alimtuma Sauli akimwambia, nenda kaue na kuchinja vyote, lakini watu wakaviteka nyara. Roho ya kutokutii, roho ya kutokusikiliza. Sauli hakuwa anamsikiliza Mungu. Sema naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Ndiyo, kuliko mafuta ya beberu. Samueli 15:23. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago, kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe mpendwa. Haleluya mpendwa, shalom. Tabasamu basi, usinichukie. Nimetumwa na hili neno, so mimi ila ni Bwana. Samueli wa kwanza 15:23, Biblia inasema, kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Wewe unayeita watu ni wachawi, wakati wewe mwenyewe muasi ni mchawi. Uasi ni uchawi, unawaita watu ni wachawi. Na kusikitikia sana. Angalia upo kwenye position ipi. Kwa sababu siku zote mtu anapoasi atafanya vitu ambavyo wachawi ndio wao wanafanya, kwa lazima utalinganishwa na mchawi. Mchawi anawaza siku zote kuua. Hasa unapomuasi Mungu na wewe mwenyewe unawaza mauaji, wewe ni mchawi. Bwana Yesu asifiwe. Mchawi siku zote ananuia mabaya waharibikiwe, na wewe mwenyewe umeasi unawaza wenzako waharibikiwe wasifanikiwe, huo ni uchawi. Mchawi siku zote anakuloga na kunuia usije ukafanikiwa, na tamani uharibikiwe kila mahali, kila mtu akukatae. Na wewe siku zote umekuwa ukiwasema wenzako mabaya ili waweze kuharibikiwa, ili jamii wakatae na kuwatapika wateseke. Huo ni uchawi. Mbona umehesabu uchawi ni ule wa kuruka na nyungo? Mbona umehesabu uchawi ni ule wanaotumia mairizi? Mbona unahesabu uchawi ni wanaotumia mavibuyu, wakati na wewe mwenyewe ni mchawi? Siku zote unawaza wenzako wasifanikiwe. Siku zote unawaza kuchinja wenzio. Mpaka wengine unawaza ukikutana na mtu fulani utambamiza, umpasumu uwe. Una tofauti gani na yule mama aliyeruka usiku na unga kaua mtoto? Una tofauti gani? Kama wewe mwenyewe unapiga wake zako, unaua, unawatupa kwenye mapori, una tofauti gani na yule mama aliyeua? Una utofauti gani? Ndio maana Biblia inataka kukuonyesha ili usijihesabie haki, kwa sababu kuna watu ni maprofessional wa kujihesabia haki. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanajua kujihesabia haki. Wamewaona hao wanaoruka na ungo ndio wabaya kuliko wao. Wakati hawa watu wanaojihesabia haki hao ndio wabaya kuliko hata hao wanaoruka na ungo. Biblia inaposema mchawi anayeruka ungo na huyu muasi, it is the same, ni same kabisa, kwa sababu wewe unayemfitini mtu mpaka anafukuzwa kazi, unamfitini mtu mpaka anakosa upendo wa jamii, jamii inamchukia kwa sababu ya maneno yako, na huyu mchawi anayempulizia madawa ili yule mtu achukiwe na watu, una utofauti gani? It is the same kabisa, mko sawa. Ni mchawi kama wale wachawi wengine. Alafu Biblia haijaishia hapo, imesema ukiwa wewe ni muasi ni mchawi. Alafu tena inasema ni ukafiri. Unasema watu wasio na Mungu ni kafiri, wakati wewe mwenyewe ni kafiri. Kafiri ni muasi. Biblia ndio inasema, soma kitabu cha Samueli wa kwanza 15:23. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri. Wewe ni kaidi, maana yake ni kafiri. Ukiwa kaidi kwa familia yako, wewe ni kafiri. Ukiwa kaidi kwa raia, wewe ni kafiri. Kuto kutishia watu hawana amani ni kafiri. Hatuwezi kujiita watakatifu wakati tunafanya matendo ya hovyo mitaani. Hatuwezi kujiita watakatifu wakati matendo yetu yamekufa, yameharibika. Iko siku Mungu ataumbua watu, itakuwa ni aibu. Heri utubu kabla Mungu hajakuumbua. Mungu alimuumbua Sauli alikufa vibaya.
Mungu alimuumbua Yuda. Yuda aliamua kujinyonga, aliona hawezi kustirika hata machoni pa watu wowote. Mungu wetu akikuchukia anakumbua, lakini Mungu hana chuki. Mungu anatupenda. Sisi ndio tunajichukiza mbele za Mungu. Mungu akikutapika utajichukia na utajiua. Sauli alijiua mwenyewe, hakuualiwa yule. Mtu yeyote aliyemwasi Mungu afa kafa, huyo Mungu hakumuua. Ni yeye alijiua mwenyewe. Sauli alishindwa hata kusikia sauti ya Mungu mpaka kaamua kwenda kupiga magoti kwa waganga wa kienyeji. Alafu akaambia utakufa kwa maana umezidisha uasi. Utaniambia ni Mungu alimuua Sauli? Alijiua mwenyewe kwa uasi wake. Akutubu yule. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Samueli akasema sitarudi pamoja nawe kwa sababu umelikataa neno la Bwana. Bwana naye amekukataa wewe usiwe mfalme wa Israeli. Kwa sababu umekataa kusikiliza sauti ya Mungu, Mungu naye anakukataa usio mtumishi wake. Kwa sababu umekataa kusikiliza sauti ya Mungu, Mungu anakataa usio askofu wake. Kwa sababu umekataa kusikia sauti ya Mungu, Mungu anakataa usio mwinjilisti wake. Kwa sababu umekataa kusikia sauti ya Mungu, Mungu anakataa usio mwimbaji wake. Kwa sababu umekataa kusikia sauti ya Mungu, Mungu anakataa usio mzee wa kanisa wa kwake. Alafu Biblia inasema naye Samueli alipogeuka aende zake, Sauli akaushika upindo wa vazi lake nalo likalaluka. Basi Samueli akamwambia leo Bwana amekulalulia ufalme wa Israeli, naye amempa jirani yako aliye mwema kuliko wewe. Naye amempa jirani yako aliye mwema kuliko wewe. Basi naenda kitabu cha Samueli wa pili. Samueli wa kwanza sura 16. Tunatoka sura 15. Naenda 16 mstari wa kwanza kuendelea. Tasoma mpaka 14. Anasema Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa? Asiwamiliki Israeli. Ijaze pembe yako mafuta uende, nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehemu, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Kuna watu katika umstari, kuna watu tunawalilia kwenye maisha yetu, lakini Mungu alishawatapika. Hata ulieje, Mungu atakwambia tu, ndio kwanza utapewa tu maono kwamba huyo ana moyo mgumu, hawezi kubadilika. Hata umuombeeje. Kuna wachungaji wameombea washirika wao lakini ikashindikana. Kuna wanamaombi wameombea watumishi wao lakini imeshindikana. Kuna familia zimeombea wake zao lakini imeshindikana. Kuna wake wameombea waume zao lakini wameshindikana kubadilika. So yeye ni kwa sababu Mungu amemkataa, amemtapika. Mungu anasema ikiwa nimemtapika utamlilia mpaka lini? Nimemtapika kwa sababu haupendezi moyo wangu. Nimeutapika kwa sababu hanitii, halishiki neno langu. Utamlilia mpaka lini? Utamlilia mpaka lini? Chukua pembe kamtie mafuta Daudi awe mfalme badala yake Sauli. Biblia inasema kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza 16 mstari wa 14, anasema basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli, na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Yesu, saidia watu wako. Kuna watu wanateseka sahi kwa sababu roho ya Mungu imewatoka na roho mbaya imewaingia. Na juu unateseka so kwa sababu ni wewe, ni kwa sababu roho ya Mungu imetoka juu yako. Ni kwa sababu roho ya Mungu imetoka juu yako. Mungu amekuondolea roho wake tangu siku ile aliposema na wewe ukakataa. Aliposema na wewe ukakataa kutii, Mungu aliondoa roho yake, na ndio maana unapitia unayoyapitia. Usipambane mpendwa, nakuhurumia, usipambane. Omba toba. Mwambie Mungu nanyenyekea kwako. Najua nikipambana nitapotea kama wale wengine walivyopotea. Nitakufa kama wale wengine walivyokufa. Nitapotelewa na kila kitu kama wale wengine walivyopotelewa na kila kitu. Roho wa Mungu alipoondoka juu ya Sauli, alipoteza kila kitu. Roho mbaya kutoka kwa Bwana ilipoingia kwa Sauli, ilimtumikisha kufanya mambo mabaya sana ya kumwangamiza. Angalia, unafanya mema, unafanya mabaya.
Kama unafanya mabaya, roho mbaya kutoka kwa Bwana imekuingia. Tubu upesi, uondolewe hiyo roho. Alafu utaomba toba nyingine ya kumsihi tena Mungu akupe roho wake kama taweza. Kwa sababu Biblia inasema kwenye Waebrania kwamba mtu aliyekwisha kukionja kipawa cha Roho Mtakatifu na kulionja lile neno zuri la Mungu kisha akaanguka tena, haiwezekani kutubu tena, kwa maana ni kama amrudisha mwana wa Adamu msalabani. Omba kuondolewa hiyo roho. Wewe ndo unayejua uko na roho ipi, kwa sababu kile unachokifanya ndio kinachokutambulisha kwamba uko na roho ipi ndani yako. Kama unabariki na unawabariki watu, basi uko na roho wa Mungu. Unawabariki maadui zako, uko na roho wa Mungu. Lakini kama kazi yako ni kuwafitinisha watu, ni kuwafanya watu wateseke, kuishi kwako kumekuwa ni chachu, watu wanalia, watu wanateseka, watoto wanahangaika kwa sababu ya kuishi kwako wewe, tambua uko na roho mbaya kutoka kwa Bwana imekuingia ili kukumaliza. Omba toba mbele za Mungu. Mlango uko wazi. Lango la mbinguni liko wazi. Lango la toba liko wazi. Lango la msamaha liko wazi. Lango la msamaha liko wazi. Omba toba, omba toba. Mungu wetu ni Mungu wa rehema, atakurehemu. Sauli alifanya moyo mgumu. Alikuwa na moyo wa kiburi, alienda kupambana na Daudi, akafa. Hakuomba toba. Omba toba ili kama yamkini Mungu akurejeshe roho wake, akuondolee roho mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.